Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alqa'il wa biqawlihi yahtadi almuhtadun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kaunain wathaqalain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutukutanisha leo siku ya Jumatatu asubuhi hii ya leo, nanyi waandishi wa habari katika mkoa wetu wa Katavi. Imekuwa ni bahati kubwa kwa sababu hivi punde tumetoka kwenye kikao cha baraza la mashehe mkoa wa Katavi na baraza la mashehe wilaya ya Mpanda kuhusiana na kadhia iliyojitokeza katika mitandao ya kijamii, eti kuna shehe amemtoza marehemu shilingi 100,000 ili aweze kuswaliwa. Baraza la mashehe mkoa wa Katavi limefanya uchunguzi na limewaita wale wahusika na limekwenda katika eneo la tukio kwa ajili ya kutafuta ubainifu wa kadhia yenyewe. Na leo tumekaa kikao hiki kupitia mambo mbalimbali, lakini moja kati ya mambo hayo ni kutoa ufafanuzi juu ya kile kilichodaiwa kutozwa marehemu shilingi 100,000 ili azikwe. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania mkoa wa Katavi kupitia baraza la mashehe mkoa wa Katavi, kwanza linakanusha kuhusika kugoma kuswalia maiti mpaka ilipwe shilingi 100,000. Bali ilivyo ni kuwa marehemu hakuwa mkazi wa eneo hilo ambalo alikwenda kuugulia, na mwenyeji wake hakutoa taarifa kijijini hapo kama ana mgonjwa. Hapa ikumbuke kwamba kijiji kinachozungumzwa hapa ni kijiji cha Mtakumbuka kilichopo halmashauri ya Nsimbo wilaya ya Mpanda. Alipofishwa marehemu huyo na taarifa kumfikia shekhe huyo alianza kuratibu mazishi huku akifuatilia taarifa za marehemu kama kweli yu Muislamu au la. Hii ilitokana na tabia ya baadhi ya wanakijiji hao, inapotokea kufariki mtu ambaye si Muislamu na alikuwa hashiriki katika ibada zao, kuogopa kutengwa, na wamekuwa wakikimbilia kwenye Uislamu wakijua kuwa huku kwenye Uislamu hakuna ufuatiliaji sana. Shekhe wa kijiji alipojaribu kuzidi kuhoji juu ya Uislamu wa marehemu, bodaboda wenzie kutoka mjini wakiungana na watu wengine walianza kumshambulia kwa maneno makali kiasi ambacho shekhe aliona anaweza kuhatarisha usalama wake, kwani walimkamia kumpiga kama ataendelea kuhoji. Ndipo akaondoka eneo hilo, na nyuma yake kikundi kilienda kunyang'anya sanda kutoka mikononi mwa wakataji wa sanda na kudai kuwa waende wakazike wao, kwa madai kuwa shekhe amewadai shilingi 100,000. Hata hivyo, BAKWATA mkoa wa Katavi na BAKWATA wilaya ya Mpanda waliingilia kati na kumtuma shekhe wa kata ya Uwanja wa Ndege, Shekhe Mawazo Almasi, kuswalia mwili wa marehemu na hatimaye akazikwa. Pamoja na uwepo wa waraka kwa waumini wa dini ya Kiislamu mkoani Katavi uliopitishwa na mkutano mkuu wa mkoa kwa ajili ya kusimamia maadili ya Kiislamu, hakuna sehemu yoyote inayotamka kuwa marehemu asizikwe mpaka alipe shilingi 100,000. Tunaiomba jamii ya wanakatavi kupuuza kile kinachoendelea mitandaoni, na kwamba BAKWATA mkoa wa Katavi ipo makini na viongozi wake wanaongozwa kwa misingi ya sharia na machimbuko yake yote ya sheria pamoja na katiba ya BAKWATA. BAKWATA mkoa wa Katavi
inawasihi baadhi ya wasiokuwa Waislamu kuheshimu na kutoingilia miongozo na maelekezo ya dini ya Kiislamu ili kuendeleza mshikamano uliopo baina ya Waislamu na dini nyingine. Na mwisho, BAKWATA mkoa wa Katavi inaendelea kutoa wito kwa Waislamu wote kuwaheshimu viongozi wao na kutoa ushirikiano kwa ustawi wa Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Aidha, BAKWATA mkoa wa Katavi linachukua fursa hii kuwaomba Waislamu wote kuendelea kuiunga mkono na kuendelea kushikamana katika mambo yote ya kimaendeleo, na kwamba BAKWATA mkoa wa Katavi halina tozo yoyote wala ushuru wowote wala faini yoyote inayotoza kwenye huduma zozote zinazohusu Uislamu. Baada ya kusema hayo, nichukue fursa hii kwa kukariri pia shukrani zangu za dhati kwenu kwa kuja kupata ufafanuzi huu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.